naitwa Nabii Utukufu kwa Bwana, mwana wa kiroho mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, lakini pia ni mratibu wa mikutano ya mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, ambayo mikutano hii inaandaliwa na Umoja wa Baraza la Mitume na Manabii Tanzania, linaloongozwa na Rais Nabii Joshua Ara Mwatiala na kulelewa na Bishop Dastan Aule Maboya. Mikutano hii imekuwa na historia kubwa ya kuombea taifa letu amani, na haswa zaidi sana tunapoelekea kwenye kipindi hichi cha uchaguzi ambao Mungu ametupa amani kama lulu na tunu ya taifa hili. Mikutano hii imekuwa ikiongozwa au ikihudumiwa na mtumishi wa Mungu babangu wa kiroho Pastor Ezekiel, ambaye leo hii tumepata neema ya kuweza kuwa pamoja na yeye, kuanzia pale Holili tulipompokea, lakini pia tulipofika kwa ofisi ya mkuu wa mkoa, na mheshimiwa mkuu wa mkoa amempokea vizuri sana kwa niaba pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia tumetoka kwa ofisi ya mkuu wa mkoa, tumeweza kufika kwenye ofisi ya mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye amempokea vizuri sana na kumhakikishia usalama na amani juu ya mkutano huu wa kihistoria ambao utafanyika mahali hapa nchini kwetu Tanzania, mkoa wa Kilimanjaro. Eneo ni katikati ya Bomang'ombe na Kia, kituo kinaitwa Mijorloni au Mijoroni kwa lugha nyingine. Mkutano huu utaanza tarehe 14 mpaka tarehe 16. Ni siku 3 peke yake ambazo Mungu amempa mtumishi wake neema kuja kuzifanya Tanzania kwa ajili ya uponyaji na ukombozi. Kuna watu wengi sana ambao wamekaa katika vifungo na mateso mbalimbali na wamekuwa hawana ufumbuzi wa shida walizonazo, lakini Mungu ameturumia wa Tanzania, na mwanzoni kabisa mwa mwaka mwezi huu wa 3 tarehe 14 hadi 16 Mungu ametupatia nafasi hiyo ya kutupa mkutano mahali hapa. Wakati huu kabla sijamkaribisha mtumishi wa Mungu baba yetu Pastor Ezekiel aweze kutuambia namna ambavyo Mungu amemtuma kwa mkutano wa siku 3 na mambo mengine ambayo pengine waandishi wa habari wataweza kupata nafasi ya kuuliza maswali mawili matatu ili wengi zaidi wazidi kuelewa. Naweza tu kusema kwamba mpaka sasa maandalizi ya mkutano huu ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa 3 yako vizuri. Tumeweza kutangaza mkutano huu kwa njia ya televisheni mbalimbali, tumeweza kutangaza mkutano huu kwa redio ambako tunategemea mpaka kufika Ijumaa tutakuwa na matangazo kwa redio zaidi ya 60, lakini pia tutarajia kutangaza zaidi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kama ambavyo matangazo haya yanaendelea, bila kusahau billboard zile, bila kusahau bana hizo za kusimamisha ndogo ndogo maeneo mbalimbali, lakini bila kusahau mabango ya kubandika, na bila kusahau vipeperushi vya kugawa vya mikononi, na bila kusahau PA na njia mbalimbali ambazo tunatangaza nazo. Tunaweza kusema kwamba mpaka leo hii tarehe 4 tunapozungumza kwenye viwanja hivi ambako mkutano haswa ndipo utakapofanyika hapa mkoani Kilimanjaro, katikati ya Boma na Kia, viwanja hivi vya Mijorloni, kwamba tuna asilimia kadhaa za kusema kwamba mafanikio makubwa yanakuja kwa mpaka sasa namna ambavyo matangazo yetu yanaendelea kwenda. Zaidi sana sasa ni sema tuna Watanzania kama huko mkoa wote, huko kijiji chochote, huko wilaya yote. Kuna swali moja ningetamani kulijibu ambao amekuwa akiuliza kwamba Pastor Ezekiel atakuja lini pengine Kigoma, Mbeya, atakuja lini pengine Simiyu, Katavi, atakuja lini pengine Bukoba, Kagera na sehemu nyingi. Leo tukamwambia kwamba ni vyema kufika mahali hapa, kwa sababu kama Mungu ameleta hii madhabahu hapa, inamaanisha wewe ukija kutoka mkoa wako, kijiji chako, wilaya yako, una uwezo wa kuja kuchukua ukombozi hapa na uponyaji hapa, na ukapeleka na miji yako ikaenda kupona. Ifahamike kwamba mtumishi wa Mungu baba yetu Pastor Ezekiel pengine leo mwezi huu asingeweza kuwa na mkutano hapa Tanzania, lakini Mungu amemtuma. Basi tuweze kuheshimu agizo hilo la Mungu kumtuma, kwa sababu ameona mateso yako na shida zako, na ni saa ya Mungu kuja kukuponya na kukufungua. Moja kwa moja naomba nisiongee mengi, nimkaribishe mwenyewe babangu Pastor Ezekiel aweze kutuambia Watanzania wanaosikiliza kwa vyombo mbalimbali vya habari, kwenye taarifa ya habari, aweze kutuambia pengine mapokezi na maandalizi mazima ya mkutano, na baada hapo tutaruhusu waandishi wa habari waweze kuuliza mawili matatu akisha zungumza. Naam, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Evangelist Ezekiel. Ninatokea Kenya, Mombasa, lakini watu wanasema nimelelewa Tanzania. Huenda kuna uwezekano kama huo. Mkutano huu ni wetu wa kwanza hapa Tanzania mwaka huu, lakini sio mkutano wa kwanza ambao tunafanya. Mkutano ule wa mwisho tumefanya sehemu ya Mwanza, na sikuwa nimepanga kufanya mkutano Tanzania mwaka huu mwezi huu, lakini
Lakini wakati nimefanya maandalizi tunaenda Ujerumani, wakati nikiwa na maombi ya 40 days, siku ya 39 Mungu akaniambia unaenda Tanzania. Na unaenda Tanzania eneo la Mali, akaniambia huko kuna hawa wanaongea lugha ya Kichaga wako wengi na ni wasomi. Sasa mimi sijajua wasomi wako wengi wapi na Wachaga wanaishi wapi. Mimi naiweka vile Mungu alivyoniambia. Na ikanitatiza. Niliamka nilikuwa nimekasirika. Sababu tushafanya mikakati yote Ujerumani, kila kitu. Sasa Mungu anasema hauanzi na huko, ni huku. Inabidi tuahirishe mkutano wa Ujerumani. Tumeiweka ni karibu tarehe 28 na inaenda sehemu za Austria. Lakini ili tuanze na mpango wa Mungu mwenyewe. Hiyo ndio maana tumekuja huku. Mtu anaweza kuuliza, pastor, kwa nini eneo fulani sio eneo fulani? Kwa nini haujakuja mkoa fulani? Mambo ya Mungu, mtu asitarajie kwamba Mungu atakuja kwake tu. Usipofanya uamuzi wa kutoka mahali huko, unaweza kuzikwa na wengine wanaishi. Amen. Siku moja mama mmoja akapuuza tu. Yesu akutana na yeye, ashazika bwanake, amezika ndugu za watoto wake, amebakisha mtoto wake mvulana peke yake. Anatoka Naini. Yesu akamkuta anaenda kuzika kijana wake wa mwisho. Haja gani kusubiri kwamba mimi nitamsubiri mkoa ule akija na unaendelea kuteseka? Si ungefanya uamuzi uende hasara siku moja na ufunguliwe miaka yote? Number 1. Number 2, sikuzaliwa hapa. Juzi Jumapili nilikuwa na mkutano, si ndio? Ilikuwa ni mkutano wa Pastor Sara. Mimi Mungu amenikataza kufanya mikutano Kenya. Ameniambia mkutano Kenya utafanya 1 ama 2. Hakuna kufanya mikutano hiyo Kenya. So nilienda kusaidia mke wangu siku yake ya mwisho. Lakini mtu atauliza, Pastor Ezekiel, ushamaliza kuhubiri Kenya? Tanzania, ndugu zangu na dada zangu, nafikiri Mungu anatupenda zaidi. Aninyime nchi mahali nimezaliwa, anilete huku mahali nimelelewa. Ninaomba usikose huu mkutano na kile ambacho Mungu alipanga. Okay. Si umeona nimeingia hapa, wale ambao wamekuja mtu wa kwanza hawezi tembea. Akisimama ako na shida ya kusimama. Mwingine 2 wameletwa kwenye viti. Ukimuuliza, siku hiyo nilipoamka nikamwambia Mungu ameniambia ni shida ya mifupa iko mingi huko. Ninaona watu wengine miguu imepindana hivi. Na Mungu ananiambia hata kabla sijaomba watakuwa wanainuka. Ndio maana nikamwambia mama amuka tu, sababu hiyo ndio kitu Mungu aliniambia. Sasa kile ambacho kimefanyika leo ni dhibitisho ya maono niliyoona. Yule anayeweza toka Dar, anayeweza toka Morogoro, anaweza kutoka Dodoma, anaweza kutoka wapi, anaweza kutoka Kenya. Asafiri tu, na si kwamba asafiri leo, asafiri tarehe 14. Tarehe 14 unaweza kuja kwa uwanja huu ukakosa mahali pa kukanyaga. Hiyo ndio maana nimemjulisha mchungaji wasongeze jukwaa na kule ndani. Unaweza kuja kwa uwanja huu ukasimama barabarani, mapolisi kabidi wakuweke ndani sababu umezuia barabara. Mtu kama anaweza kuja mapema na kuja mapema. Tukiwa Kenya niliona ikiwa tunaifanya huku, ikifika siku ya mkutano wengine wanalala uwanjani, wengine wanalala kwa hoteli na tunaishi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akujalie neema ufike. Yule Mungu aliyeniambia nenda huko kuna watu wako na shida ya mifupa, ameidhibitisha na atatuponya sote kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo ndio maana niko hapa. Niko hapa kwa sababu nimetumwa hapa. Ungeniuliza ningekwambia ningepeleka crusade Kakamega Kenya ama nipeleke crusade Germany. Lakini Germany Mungu ameninyima, amenipeleka Austria. Lakini hapa amenituma yeye mwenyewe. Na kama yeye mwenyewe amenituma, yeye mwenyewe ataponya watu. Hiyo ndio maana
sio wapi amenituma hapa. Naamini yule mwandishi wa habari nimemjibu. Huwa ananiuliza maswali magumu sana. Asante. Karibu Asraj ITV. Watanzania wamezoea kuona pamoja na huduma ya kiroho, lakini pia wanasaidia kutatua baadhi ya matatizo ambayo tutayakuta kwa wakati huu. Safari hii itatusaidia nyingine kwa jamii. Ameniuliza Watanzania wamezoea kuniona na huduma ya kiroho na kutatua tatizo ambalo liko hapo kwa wakati huo. Lile tatizo ambalo litatokea wakati huo, Mungu atatupa uwezo wa kulitatua. Amina. Sijapewa. Ama nimejibu vibaya? Nikilipata hilo tatizo, unajua dunia hii ukitaka kuishi vizuri, saidia ndugu yako. Lakini ukisaidia jirani yako, umefanya kazi bora zaidi. Lakini ukisaidia yule ambaye hujawahi muona, umefanya kazi bora kuliko kazi zote. Na usifikirie jirani yako ni yule ambaye umezaliwa naye. Jirani yako ni yule ambaye Mungu amemtuma kwako na atakuokoa wakati ambapo hakuna mtu wa kuokoa. Kwa hivyo kwa tatizo lolote lile ambalo tutapata, kwa uwezo wa Kristo atatuwezesha. Asante. Mimi swali langu ni ile ambalo nadhani mwanzo alikuwa anasema mazungumzo kwanza. Tuko kanda ya kaskazini, yani Tanzania kuna kanda tofauti, kuna kanda ya Nyasa, kuna kanda ya kaskazini. Hapa tuko kanda ya kaskazini ambayo ina mikoa ya Kilimanjaro, Tanga, Manyara na vitu kama hivyo. Huu ni mkutano kwa mara ya pili kwa ukanda huu unafanya. Kuna watu ambao wanahitaji mikoa kama huko Sumbawanga, Kigoma huko na nini. Huko umewawazia nini? Kwa sababu nao wanatamani zaidi kufikiwa na mikutano hii. Swali la pili ni mwanzo wakati unaanza kabisa mikutano hapa Tanzania, ni kama ulipata ugumu fulani. Nini ambacho kilifanyika? Mwisho wa siku sasa ni kwamba mwanzo hawakuwa wameelewa injili yako na sasa hivi wameelewa, ni rahisi sana kuingia Tanzania kama nini? Maswali yangu ni mawili. Asante. Kuja kwangu hapa kwa mkutano huu nimetumwa na Mungu kwa maono nilipolala. Sikupanga mwezi wa 3 kuja huko Tanzania, sikupanga mkutano mwezi wa 3. Ni Kristo ameniambia nenda Tanzania ukafanye injili, na ameniambia ataponya watu haswa magonjwa ya mifupa ya ulemavu. Mtu awe amepindana kwa sababu ya mapepo, kwa sababu ya magonjwa. Mimi hivyo ndivyo alivyoniambia. Siwezi nikaweka yangu. Kwa sababu yeye ndiye anaponya watu, siwezi nikazungumza wale ambao hakuniambia. Hiyo ndio maana nimekuja huko. Na alinipa direction hapa. Aliniambia maelekezi ni huko. Jambo la 3. La pili. Mwanzo kulikuwa na uzito ama ugumu wa kufanya mikutano Tanzania. Sio Tanzania tu. Nilipo sehemu zile ambazo zinajulikana nimefanya mikutano mikubwa zaidi ni Nairobi. Nairobi nilipofanya mkutano wangu wa kwanza nilikuwa na watu 5 kwa uwanja. Hii ni mkutano mkubwa sana hii ambayo iko hapa. Watu 5. Ile ya Malindi ulioona juzi, Malindi nimefanya mkutano kwa uwanja wa mpira wa Kilopatra siku 5, watu 5. Nairobi siku 5, watu 5. Saa zingine anakuja na pikipiki anakuangalia hivi kwa uwanja alafu anaenda. Saa zingine ni mlevi anakuja anakuangalia hivi, akiona anaenda kuanguka, hivyo ndivyo ameenda akianguka. Lakini ni kwa sababu Mungu naye hutupima. Akikutuma mahali, utaangalia uzito ama utaangalia mwito. Injili ya kweli haikosi pingamizi. Yeyote yule ambaye amenitendea mabaya amenisaidia sana. Amenifundisha kutoka kwa kutambaa kuja kutembea. Sisi wa Kristo hatuna ubaya kwa ubaya. Tunalipa wema kwa ubaya. Tujifunze kuwa wa Kristo ambao tabia zako zinamhubiria mtu. Kama sio kusulubishwa kwa Kristo hatungeokoka. Hakuna mtu amewahi kunitendea mabaya, sijawahi ona. Kila mmoja anafanya kazi yake.
Akinitukana amefanya kazi yake. Lakini yule ambaye ananitendea mabaya ni yule ambaye ananisifu. Sifa huharibu wachungaji. Sifa huwa inatuharibu sisi. Lakini ukinitukana silali, ninaomba. Amina. Watu wengi, kuna pastor mmoja ako sehemu inaitwa Kisumu. Huyo pastor aliniita devil worshiper. Sahi yeye ndiye mmoja wao wa wachungaji wangu ambao wako na makanisa makubwa sana Kenya. Aliambia watu msiende kwa pastor Ezekiel devil worshiper. Sahi tunaabudu naye pamoja. Amina. Kwa hivyo wale ambao wanafikiria wamewahi nitendea mabaya, haujawahi nitendea mabaya. Na Mungu akubariki kwa yale uliyonitendea. Kwa sababu umenifundisha kuwa na heshima, kuwa na adabu, kumwabudu Mungu, kuheshimu wabaya na wazuri. Hakuna mtu amenitendea mabaya hata moja siku moja. Kila mmoja anafanya kile ambacho anawaza anaweza kufanya. Lakini wote aliyetenda mabaya Mungu ambariki na asimuhesabie. Lakini kwa yule ambaye amenisifu, nafikiri ananipoteza, apunguze sifa. Asante. Amen. Nimeshukuru sana. Amen. Watanzania, Mungu awabariki sana. Mmenipokea kwa njia nyingine mpaka nikasahau saa ya kurudi nyumbani. Amen. Asante sana. Tunakuomba tu dadi utamke neno juu ya ardhi hii ili nasi tukaendelee kupata ufahamu wa jinsi ya kuandaa mkutano sawa na mapenzi. Asante. Bwana Yesu, nabariki ardhi hii. Ulinituma hapa nihubiri hapa. Ninapiga magoti hapa kuonyesha sisi ni wanadamu udongo. Lakini kuna maelfu na mamia ya maelfu na mamilioni ya watu wanakuja kwenye mkutano kwenye ardhi hii. Ardhi, ninakuamuru unisikie. Yeyote atakaye kuja kukanyaga ardhi hii, tatizo lake liondolewe kwa jina la Yesu Kristo. Viwete wapone watembee, visiwi wasikie, bubu wanene, vipofu waone, wagonjwa wa kansa wapone, arthritis itoweke, pneumonia itoweke, tasa apone azae, masikini atajirike, aliyelaaniwa abarikiwe, na waliofungwa wafunguliwe wote. Tanzania, ardhi yako ibarikiwe. Mimea yako ibarikiwe. Nimeambiwa Tanzania iko na Tanzanite. Ni madini ambayo haipatikani popote pale ulimwenguni. Basi Tanzania utajirike. Rais Dr. Mama Samia, na kuita mama kwa sababu wewe ni mzazi. Mungu akubariki. Unapozidi kulea Tanzania, Mungu akupe afya njema, akupe uzima tele. Mungu akupe kibali machoni pa watu nao walea. Na Mungu akulinde, na unapozidi kulea Tanzania, Mungu akufanye kuwa mzazi bora kuliko wazazi wote ambao wamewahi kuwako. Tanzania, ardhi yako nimeibariki, mimea yako nimeibariki, mashamba yako nimeibariki, biashara yako nimeibariki, madini yako ibarikiwe, utajiri wako ubarikiwe. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, nimeomba na nitakubariki nchi ya Tanzania. Amen. Asante. Hii bendera nilibarikiwa nayo na DC, Bwana DC. Kwa hivyo nitaenda nayo. Mimi nitamletea bendera ya Kenya. Na nashukuru sana. Muombe mtoto huyo hapa. Hakuna tatizo gani? Atembea, mimi nakutembea. Pokea uponyaji, mtoto uwe mzima. Pokea ukombozi, uwe mzima na utembee. Hakuna ulemavu kwako in Jesus name. Alikuwa na nini? Pambane. Akawa na ndege imeombewa ikapotea. Aliombewa ndege ikapotea. You are free in Jesus mighty name. Amen. Asante sana. Naomba nipate ruhusa. Nimekubariki. Naomba nifike. Si nimemwombea.